Baada ya kumpoteza mama yake hivi karibuni, Arisu hutumia muda wake mwingi kucheza mchezo ya video. Ndugu yake mkubwa humkemea kwa kutopata kazi na kwa kukosa mahojiano aliyomwandalia kwa makusudi, na baba yao hataki Arisu amsababishie ndugu yake matatizo yoyote. Wakati huo huo, Karube anamkumbatia na kumbusu mhudumu wa baa katika mahali anapofanya kazi. Bosi wake anamkamata mkono mtupu na kumpiga makonde mara kadhaa kwa sababu ya kumgusa msichana wake. Kwa kuwa tayari anafukuzwa kazi, Karube anamrudia kumpiga bosi wake kabla ya kuondoka. Wakati huo huo pia, Chota analazimika kushughulika na mama yake ambaye kila mara humwomba pesa. Marafiki hao watatu wanakutana ili kutembea pamoja, lakini wanajisikia huzuni na kukata tamaa katika maisha. Wanatamani wangeweza kuishi katika ulimwengu tofauti. Wakiwa wameamua kufurahi, Karube anamuinua Arisu na kumpeleka katikati ya barabara ili Chota aweze kurekodi tukio hilo. Magari yanalazimika kuwakwepa na haijalishi wavulana wanakimbia kwa kasi kiasi gani, bado wanasababisha ajali. Wakigundua polisi wanakuja, watatu hao wanakimbilia kituo cha treni ya chini ya ardhi na kujificha ndani ya choo. Ghafla, umeme unakatika na wavulana hao wanapotoka nje wanakuta kituo kizimba kikiwa tupu. Kwa mshangao wao, barabara nazo pia ziko tupu. Kundi linagawanyika na kwenda kukagua nyumba zao na sehemu zao za kazi, lakini familia na marafiki zao wote wametoweka pia. Pia wanagundua kuwa simu zao hazifanyi kazi. Usiku unapoingia, watatu hao wanajadili wafanye nini, lakini wanakatizwa na skrini kubwa inayowaka na kutangaza kuwa mchezo unakaribia kuanza. Mshale unawatuma kwenda kwenye uwanja wa mchezo na wanaona taa kwa mbali. Wanazifuata hadi kwenye jengo la GM ambapo wanapita kwenye korido bila kugundua miale ya leza kwenye kuta. Bango linawaambia wachukue simu kila mmoja na kifaa kinaanzishwa kwa utambuzi wa uso. Hakuna mtandao na muda wa kuhesabu chini unatokea ukitangaza kuwa mchezo utaanza baada ya dakika 2. Wakati huo, Shibuki anaonekana na kutupa kitu kwenye miale ya leza, ikifichua kuwa kujaribu kuondoka kutawaumiza. Baada ya msichana wa shule ya sekondari pia kujiunga nao, simu zinatangaza kuwa ni wakati wa mchezo wa kwanza. Mchezo huo unaitwa Dead or Alive na kiwango cha ugumu ni vilabu vitatu. Lazima wachague mlango sahihi ili watoke nje ya jengo ndani ya dakika 2. Lifti inawapeleka kwenye chumba kingine ambacho kina mlango unaosema leave na mwingine unaosema die. Wanapojadili jibu sahihi ni lipi, gesi yenye sumu inaanza kujaza chumba ili kuharakisha. Msichana wa shule ya sekondari anaamua kuvuka mlango wa leave, lakini anauawa papa hapo na leza. Wengine wanakimbia kupitia mlango wa die sekunde chache kabla ya muda kuisha, na chumba cha awali kinajaa moto. Katika chumba kinachofuata, milango ile ile na gesi ile ile vinawasubiri. Karube anafungua mlango wa leave na hakuna kinachotokea, hivyo wanakimbia kupitia humo kabla moto haujaanza tena. Ndipo wanagundua kuwa katika kila chumba muda wa kuchagua unapungua zaidi. Mabishano yanaibuka kuhusu jinsi ya kuendelea na Karube anampiga Arisu, jambo ambalo linachochea kumbukumbu ya uwasili wao. Arisu anatambua kuwa dalili zote zilikuwa kwenye mlango wa kuingia na anaunganisha maarifa yote ili kuchora mchoro wa jengo. Wakifuata mchoro huo, kundi linapitia chumba vingi kila mara kwa kuchagua mlango sahihi bila matatizo. Lakini kwenye mlango wa mwisho, milango haiko mahali ilipotarajiwa. Arisu anasita, lakini kwa bahati nzuri, Chota alikuwa akirekodi kila kitu. Hivyo anatumia video kurekebisha hesabu zake na kuchagua mlango sahihi. Wote wanakimbia kupitia mlango huo kabla moto haujatoka, lakini kwa bahati mbaya mguu wa Chota unateketea vibaya. Kundi linazima moto na kumsaidia Chota kutembea ili kutoroka jengo kwa kupata njia ya dharura. Nje, simu zinatangaza kuwa wameshinda, lakini pia wanatambua jinsi mguu wa Chota ulivyoteketea vibaya. Juu ya meza wanakuta vilabu vitatu vinavyoanzisha visa ya siku 3 kwenye simu zao, ingawa hawaelewi maana yake kwa wakati huo. Ghafla, mwanaume anavuja madamu, anasema anaacha mchezo kwa sababu hauna mwisho, haijalishi unashinda mara ngapi. Kisha leza inamuua na umeme wa kitambo wote unakatika. Hii linawafanya watambue kuwa visa inaonyesha idadi ya siku walizonazo, na ikiwa wanataka zaidi, lazima washinde michezo zaidi. Miale mingi ya leza inaonekana jiji lizima ikiua wote walio visa zao zimeisha. Juu ya jengo refu, Yagi anaangalia taa zikimkuu akimfikiria baba yake na jinsi walivyokuwa wakipanda milima pamoja. Anamwahidi kuwa ataishi na kuendelea katika mchezo. Asubuhi, Arisu anajaribu kupata gari, lakini hakuna moja linaloanza na mboga anazopata zimeoa. Kundi linatafuta maduka na vyumba vingi, lakini hata mashine moja haifanyi kazi. Chota anajiuliza kama kulikuwa na msukumo wa kiumaktamuli uliosababisha yote haya, hasa kwa kuwa shule baadaye simu za mchezo pia zinaanza kufanya kazi. Baadaye wanapata bateria za redio na chakula cha kandani kwa chakula cha mchana, ikiwa wanashirikiana kila mmoja alikuwa akifanya wakati giza lile ajabu lilipotokea. Shibuki anadai kuwa alikuwa kazini, ilhali kwa kweli alikuwa akioga baada ya kuchafuka kwa kufanya mapenzi na bosi wake aliyeoa. Ndipo alipowasili. Siku 3 zilizopita na yeye ndiye aliyenusurika peke yake kutoka kwenye kundi lake kwa kuwa wavulana waliuona giza la kukatika kwa umeme baadaye na mboga tayari zimeoza. Wanahitimisha kuwa muda unapita kwa namna tofauti katika ulimwengu huu. Jeraha la Chota linazidi kuwa baya, hivyo Karube na Arisu wanazungumza kwa faragha na kukubaliana kujiunga na mchezo wao wenyewe ili kujifunza zaidi bila kumuingiza rafiki yao kwenye hatari. Wakati huo huo, Shibuki
anamfariji Chota anayelia, akidhani hatatoka akiwa hai. Anakiri kile alichokuwa akifanya na bosi wake, akieleza kuwa alimchukia lakini bado alifanya hivyo ili kupanda ngazi za kazi. Kisha anamkumbusa Chota na wanaanza kufanya mambo ya utundu, jambo linalomfanya Chota akumbuke siku aliyomuona mama yake akiwa katika tendo la ngono na padri wa eneo lao. Vyumba maalum katika majengo mbalimbali kote jijini vinaangaza, vikionyesha michezo mipya. Karube na Arisu wanaingia kwenye mchezo ule ule na Yagi, na kila mtu anapewa simu mpya. Mara kuni linapofikia wachezaji 13, simu zinatangaza kuwa mchezo unaanza na kiwango cha ugumu ni mikia 5, 5 of spades. Nitobe anawaambia kuwa huu utakuwa mchezo wa kimwili na kwamba kila alama ya kadi ina maana tofauti. Vilabu ni mapambano ya timu, almasi ni akili na mioyo ni usaliti. Kadiri namba inavyokuwa kubwa, ndivyo mchezo unavyokuwa mgumu zaidi, lakini pia unamaanisha siku zaidi za visa. Simu zinatangaza kuwa mchezo utakuwa kimbizana, tag, ya kawaida. Ili kushinda, lazima wapate eneo salama katika mojawapo ya vyumba vya jengo ndani ya dakika 20. Muda ukiisha, bomu lililofichiwa litalipuka. Kundi linatawanyika kote jengoni kabla kingora hakijathibitisha kuwa anayefukuza amechaguliwa. Yagi anajificha huku Karube na Arisu wakijaribu milango na kugundua yote imefungwa. Ghafla wanasikia milio ya risasi na mwili unaanguka mbele yao, ikimaanisha kuwa anayefukuza anawaangamiza wachezaji. Wanapotazama kona, wanamuona mtu aliyevaa barakoa akielekeza bunduki na mara moja wanakimbia. Karuda na Arisu wanafanikiwa kujificha nyuma ya ukuta, lakini Nitobe anaendelea kukimbia na anauawa haraka. Mchezaji mwingine anaona hili na kujaribu kutoroka, lakini anageuka njia isiyokuwa sahihi na anauawa na leza kwa kuondoka katika eneo la mchezo. Mmoja baada ya mwingine, wachezaji wanaendelea kuuawa huku Karube na Arisu wakiendelea kujificha na kugundua kuwa anayefukuza hawezi kuwaona vizuri kwa sababu barakoa inazuia uwezo wake wa kuona. Arisu anapiga kelele akishiriki taarifa hii na Yagi anajibu kwa kupiga kelele akishiriki mahali alipo anayefukuza huku akipanda bomba kukwepa risasi. Zikiwa zimesalia dakika 8 tu, bado kuna wachezaji wanaokimbia ovyo, jambo ambalo halisaidii chochote. Hivyo, wachezaji wanakusanyika na kupanga mpango. Nusu ya timu itatafuta sakafu zilizobaki huku wengine wakimfuata anayefukuza. Mchezaji mmoja anapigwa risasi na Karube anatumia nafasi hiyo kumpiga anayefukuza kwa kizima moto, lakini pigo hilo halifanyi chochote na anayefukuza anamkick nyuma. Kisha Agini anamrukia mtu aliyevaa barakoa na kuanza kupigana naye. Karube anaungana naye, lakini anayefukuza ana nguvu za kutosha kuwashinda wote wawili. Anapotoa kisu, anayefukuza anamkata Karube kwenye tumbo kwa harakati chache. Wakati huo huo, Arisu na Chishia wanagundua kuwa upigaji wa risasi una muundo maalum unaowaongoza hadi mlango pekee uliofunguka. Wawili hao wanaingia kwenye ghorofa tupu na mshangao, anayefukuza wa pili anajaribu kuwashambulia, lakini Ann anamwangusha haraka kwa teza. Hivyo basi, mwanamke huyo anapona mara moja, hivyo Ann anakimbia nje ya ghorofa huku Arisu akijificha kwenye chumba kingine. Eneo salama liko hapo na linahitaji watu wawili kubonya vitufe viwili kumaliza mchezo. Arisu anapiga kelele ya jibu kupitia dirisha na Yagi anaelekea hapo huku Agini akiendelea kupigana na anayefukuza wa kwanza, akipata kovu usoni katika mchakato. Akikataa kushindwa, Agini anaendelea kumpiga mtu huyo mara kwa mara hadi hatimaye anazimia kabisa. Anayefukuza wa pili anapiga risasi na kufungua mlango na Arisu anakwepa risasi kabla ya kuruka kupigana na mwanamke, akijaribu kumfanya adondoshe bunduki. Chishia anaangalia yote haya lakini hatoi msaada. Yagi anapanda kuta kubadilisha sakafu na anaingia eneo salama kupitia dirisha. Kisha Ann anatua teza kwake, naye anaitumia kumpiga na kumzimisha mshambuliaji. Yeye na Arisu wanakimbia kubonya vitufe kwa sekunde moja tu iliyosali. Simu zinatangaza kuwa wachezaji wameshinda na mikofu iliyo shingoni mwa wanaofukuza inalipuka mara moja na kuwaua papali. Karube anatambua kuwa simu ya anayefukuza inaonyesha game over, so walikuwa watu wa kawaida waliolazimishwa kucheza pia. Kisha anasikia kelele na anakutana redio mfukoni mwa mchezaji aliyekufa. Sauti kwenye redio inasema, jibu liko mikononi mwetu, rudi ufukoni. Chishia anakagua mifuko ya anayefukuza aliyekufa
amekufa na anakutana mchoro wa ajabu. Asubuhi, Karube na Arisu wanarudi na kushiriki ujumbe kutoka kwenye redio. Wanataka kwenda kutafuta ufukwa, lakini kwa sababu visa za Chibuki na Chota zinaisha leo, kwanza wanahitaji kucheza mchezo mwingine. Arisu hawezi kuacha kumuona anayefukuza aliyekufa kwenye akili yake, akihisi hatia kwa kifo chake. Karube anaenda kwenye baa alikuwa akifanya kazi na anachukua pete ya uchumba aliyoificha Hiko. Jioni, skrini kubwa zinatangaza mchezo mpya na kundi linafuata taa hadi bustani ya Mamea, Botanical Garden. Wanakutana vyanzo mingi juu ya meza zikiwa na banga linalosema bure kutumia. Pia kuna simu 4 zinazowaambia wavae miano speciali kabla ya kutangaza kuwa mchezo unaofuata ni kujificha na kutafuta, hide and seek, na kiwango cha ugumu ni mioyo 7, 7 of hearts. Mtu mmoja atakuwa mbwamrua huku watu watatu wakiwa kondoo ambao wanahitaji kujificha dhidi ya mbwamrua. Kondoo akipatikana na mbwamrua, mtu huyo anakuwa mbwamrua mpya. Mchezo hudumu dakika 15 na yeyote atakayekuwa mbwamrua mwisho wa mchezo anashinda, huku kondoo wakiuawa na mikofu. Mchezo unaanza na Chota anachaguliwa kuwa mbwamrua wa kwanza. Anaingiwa hofu na kujaribu kuondoa kifaa, lakini Arisu anamzuia kwa kuogopa kuwavunjika sheria kutamuua. Chota anapomtazama rafiki yake, mbwamrua anahamishwa kwa Arisu. Ili hiyo inatokea anapomtazama Karube. Hivyo Chibuki anahakikisha anamwangalia moja kwa moja, na mara alipopata mbwamrua anachukua silaha na anakimbia kujificha. Karube anamfuata na anapojikwanda anamrukia kupigana naye na kujaribu kumfanya amtazame machoni mwake. Chibuki anachukua jiwe kumpiga kwenye jeraha lake, lakini kwa bahati mbaya wanaangaliziana machoni na Karube anakuwa mbwamrua tena. Sasa yeye ndiye anayejaribu kukimbia, hivyo Chibuki anamkamata na kuanza kumpiga jeraha lake mara kwa mara kwa jiwe. Baada ya Karube kufanikiwa kumpiga teke na kumwangusha, Arisu anaonekana na anachukua mbwa mwitu kabla ya kuwaomba wengine wafanye kazi pamoja. Chibuki anakataa na kuanza kumfukuza, lakini anapokuwa karibu kumshambulia, Chota anamrukia na kumwangusha chini. Arisu anakimbia tena na kujificha ili ajaribu kutumia zana kuondoa miwani, lakini anakumbuka kifo cha anayefukuza na anaacha. Karube anamtafuta huku akimsihi amruhusu yeye awe mbwa mwitu, akisema kuwa Arisu amekuwa mtu aliyeshindwa asiye na mustakabali tangu alipoacha chuo kikuu. Kumbukumbu ya nyuma inaonyesha kuwa baba ya Arisu alikuwa akimtukana kila mara, lakini Chota na Karube walikuwa daima hapo kumpa moyo. Wakati mwingine Karube hata alipunguza muda wa miadi yake ili awe pamoja na marafiki zake. Akilia huku akikumbuka muda wote walioutumia pamoja, Arisu anatangaza kuwa atajitoa kwenye mchezo na anaanza kuwatafuta marafiki zake ili awapitishie mbwa mwitu, lakini hawezi kuwapata. Chota anamvuta Chibuki na kumpeleka kujificha, huku skrini kuu ikiwakumbusha wote kuwa kondoo wanapaswa kujificha. Karube anaanza kuzungumza kuhusu urafiki wao kupitia miwani na naye pia anabaki kujificha. Yeye na Chota wote wanataka Arisu aishi kwa niaba yao. Arisu anaendelea kukimbia na hatimaye anampata Karube, lakini ni chelewa sana. Muda unaisha na Chota, Chibuki na Karube wote wanakufa wakati mikufu ya miwani inalipua vichwa vyao. Asubuhi, Yagi anampata sungura kwenye mtego aliouacha bustanini na anamuua ili apate nyama safi. Akiwa njiani kurudi, anamkuta Arisu aliyevunjika moyo amelala barabarani. Anapomkaribia anasema kuwa atakufa pia, lakini Yagi hajali na anaondoka. Inafichuliwa kuwa Yagi anajificha kwenye ghala lenye vifaa vingi vya kuishi. Baada ya kula supu ya sungura wake, anaenda kwenye duka la vitabu kuchukua riwaya na anamuona Arisu amelala chini ya mvua. Kumbukumbu ya nyuma inaonyesha kuwa baba ya Arisu alikuwa karibu sana na baba yake na walikuwa wakipanda milima mara kwa mara. Siku moja, baba yake aliondoka peke yake kufanya upandaji maalum bila oksijeni, na vyombo vya habari vilianza kulitesa familia vikidai walipanga yote ili kukwepa umakini usiotakiwa. Ili kukimbia mashinikizo hayo, mwanaume huyo aliondoka tena kwenye safari nyingine ya kupanda mlima na hakuonekana tena. Katika wakati wa sasa, Arisu anaamka katika maficho ya Yagi. Yagi anashiriki chakula chake naye, lakini Arisu hakichukui kwa sababu anahisi hatia kwa vifo vya marafiki zake na anataka kujiunga nao. Yagi anasema aliwahi kujisikia hivyo pia, lakini kwa kuwa amejitahidi kupika kwa ajili yake, anapaswa kula hata hivyo. Arisu anakula chakula lakini bado hasogei na anapanga kuacha visa yake iishe. Yagi anapotaja kuwa alimsaidia wakati wa mchezo wa kimbizana na kwamba anataka kumrudishia fadhila, Arisu hatimaye anasimama. Jioni wawili hao wanafuata taa zinazowaongoza hadi kwenye basi. Ndani yake wanakuta wachezaji watatu ambao wamekuwa hapa kwa muda na hufanya michezo yote pamoja kwa sababu wanaamini ushirikiano unawasaidia kushinda. Arisu anatambua kuwa Takuma ana jeraha mguuni. Simu zinatangaza mwanzo wa mchezo wenye ugumu wa klabi 4 unaitwa umbali na lazima wavumilie jaribio ili kufikia lengo ndani ya masaa mawili. Skrini zinaonyesha umbali ni 0
kiburi, kwa hiyo wanahisi lazima wasogee, lakini basi halina mafuta. Takuma anaomba waondoke bila yake na mibadala inazuka, lakini hatimaye wanawashawishi kuwa ni bora hivyo. Yagi, Arisu na wanaume wengine wawili wanaanza kukimbia na kipima umbali kwenye simu zao kinaanza kuongezeka. Hatimaye wanapata kituo cha kujaza maji, lakini Yagi anavihofia chabula hizo na anashiriki maji yake mwenyewe. Wanaendelea kukimbia hadi wanafika barabara iliyojaa gari. Kwa mshangao wao, Panther anawasubiri hapo na anaanza kuwafukuza. Mmoja wa wanaume anajificha chini ya gari huku Arisu akizuia Panther kwa mlango. Yagi anapata mwanga wa ishara na anautupa kwa mnyama ili Arisu na mnyama mwingine waendelee kukimbia. Kwa bahati mbaya, Panther anamrukia mnyama wa mwisho na anaanza kulewa. Kundi linachoka sana na halijui kama watafanikiwa. Wakati huo, Arisu anakuta baiskeli kwenye lari na anakumbuka mfano huu wa baiskeli hutumia dizeli. Kwa hiyo Arisu anaanza kuisukuma kurudi eneo la basi ili kumsaidia Takuma. Yagi na mnyama mwingine wanaendelea kukimbia mbele, lakini wanagundua kuwa barabara imefungwa na ukuta na zimebaki dakika 15 tu. Arisu anafika kwenye basi dakika 10 baadaye. Yagi na mnyama wanasikia kelele na inageuka kuwa ukuta unaanza kupasuka na maji yanapasuka kwa nguvu. Wawili wanaanza kukimbia kuingia ndani. Kwa kuwa Yagi amefunzwa vizuri, anafanikiwa kutoroka, lakini mnyama amechoka na anaanguka na maji yanamuua. Wakati huo, Arisu na Takuma wanaonekana kwenye basi na wanamvuta Usagi kwa sekunde chache kabla ya maji hayajamchukua. Muda unaisha na watatu wako hai kwa sababu basi lilikuwa na neno go limeandikwa juu yake tangu mwanzo, ikimaanisha kuwa walipaswa kubaki hapo ili kushinda. Kipimo kwenye simu zao kilikuwa kinaonyesha walikuwa umbali wa gani kutoka kwenye lengo. Baada ya Takuma kuwaagao, Arisu na Yagi wanapata baiskeli na wanaanza kuvuka driji kujaribu kutafuta ufichi. Siku chache baadaye, Arisu anawakaribia wachezaji wawili kuwauliza kama wanajua chochote kuhusu ufichi, lakini wanaume hao wanakimbia mara tu wanasikia neno hilo. Kila usiku analazimika kushiriki hema na Usagi, jambo linalomfanya ajisikie kutokuwa na raha kwa sababu Arisu hajazoea kupiga kambi. Yagi anaamua kumfunza mbinu za kuishi kama kuchambua wanyama. Usiku huo, Arisu anaona wachezaji kadhaa wanajumuika katika jengo fulani. Anatambua kuwa watu wachache wamevaa banglewe zenye funguo za makabati zinazofanana, jambo linalomfanya atambue kuwa Agani na rafiki yake pia alikuwa nayo. Yagi anakuta kundi jingine na anagundua bangili zile zile, huku maeneo mengi yakianza kulipuka kote jijini. Wanaume waliovaa bangili wanapanda magari na kuondoka kwa kasi, hivyo Arisu na Yagi wanaanza kuwakimbiza. Hili linawapeleka kwenye hoteli inayoitwa The Beach ambayo inaonekana kuwa na umeme. Kabla hawajachukua hatua yoyote, wanashambuliwa kutoka nyuma na kupoteza fahamu. Asubuhi wanaamka ndani ya hoteli wakiwa na mwanaume aitwaye Hata anayesema mahali hapo ni Utopia. Anawaonyesha ukuta uliopakwa seti kamili ya kadi, nyingi zikiwa zimepigwa mstari. Hata anaeleza kuwa ili kumaliza mchezo na kurudi katika ulimwengu wa kweli, lazima washinde mchezo mmoja kwa kila kadi. Ananadharia kwamba mtu mmoja tu anaweza kutoroka akiwa na seti kamili ya kadi, lakini kukusanya kadi zinazofanana kunapaswa kuruhusu watu wengi zaidi kuondoka pia. Kwa kuwa haiwezekani mchezaji mmoja kukusanya kadi zote, anataka Usagi na Arisu wamsaidie. Hata pia anaamini wamepelekwa nchi nyingine kwa sababu ya visa na kwa sababu haiwezekani jamii yote ya Japani itoweke usiku mmoja. Mafuta hutumia mafuta kuzalisha umeme na mvua kama chanzo cha maji. Milango imeharibiwa, hivyo haiwezi kufungwa. Wafuasi wa Hata wamekusanya silaha nyingi za moto. Kuna sheria 3 za kuishi hapa. Kila mtu lazima avae mavazi ya kuogelea. Kadi zote ni mali ya The Beach na wasaliti wanaulawa. Hata anachukua kadi za wawili hao ili kuziongeza kwenye mkusanyiko na anawatishia Arisu na Yagi ili washirikiane. Wakati wa mchana, wachezaji wa The Beach hutumia muda wao kuogelea, kusherehekea, kunywa na kufanya mambo ya utundu. Jioni kingora hutangaza kufunguliwa kwa eneo jipya la mchezo jijini na Hata hutoa hotuba ya kuhamasisha kana kwamba vijana hawa ni jeshi lake. Wachezaji wanagawanyiwa katika timu ndogo ndogo ili kukabiliana na michezo mingi inavyowezekana na kushinda kadi nyingi. Timu moja inapaswa kukabiliana na chui kwenye karuseli, huku timu nyingine ikiachwa ikining'inia kwenye lifti ya binadamu. Kundi la Usagi linatumia viberiti kutafuta namba ukutani na timu ya Aguni inaua wanyama katika bustani ya burudani kwa bunduki, mapanga na hata makonde. Arisu anaingia kwenye mchezo pamoja na Tata, Quina na Ann ambaye anamwambia kuwa huu pia ni mtihani wa kuona kama anafaa kuwa mjumbe mtendaji wa The Beach. Mchezo unaitwa Light Bulb na kiwango cha ugumu ni almasi 4, 4 of diamonds. Chumba kinajaa maji taratibu na nyaya za umeme zinaning'inia kutoka darini. Wachezaji lazima wagundue ni switch ipi kati ya 3 inayowasha balbu kabla maji hayajawasogeza karibu na nyaya. Kuna sheria 3. Switch moja tu huwasha balbu. Wana nafasi moja tu ya kuchagua wakati mlango uko wazi, lakini mlango ukiwa umefungwa, wanaweza kuchezea switch kadiri wanavyotaka. Ikiwa mtu yupo kwenye chumba cha balbu au taa imewashwa, mlango hautafungwa. Lazima wajibu kwa pamoja kama kundi ili kushinda au nyaya zitawaua wote. Mchezaji mmoja anagusa nyaya kwa udadisio na anakufa papo hapo. Arisu anatafakari sheria na anawafanya wengine
wengine wafunge mlango kabla ya kutumia swichi ya kwanza. Anasubiri dakika kadhaa kabla ya kuzima swichi ya kwanza, kisha anafungua mlango tena ili kutaribu swichi ya pili, lakini hakuna kinachotokea. Kisha anamwomba Queen aguse balbu, naye anasema ina joto, jambo linalomaanisha swichi ya kwanza ndiyo ilichokea. Wanasema namba 1 ndiyo jibu na mara moja wanashinda mchezo. Arisu anaporudi hotelini anafurahi kuona kuwa Yagi pia alinusuru kwenye mchezo wake. Sherehe inakatizwa na kikosi cha kijeshi cha Hata inachoongozwa na Aguni aliyekuja kumchukua Yagi kwa sababu Hata alimuomba. Arisu anamtetea, hivyo Aguni anawaamuru watu wake wamvunje miguu. Wakati huo Hata anaonekana na anamwamuru Aguni amsamehe Arisu safari hii kwani ni mgeni. Baadaye Arisu anakaribishwa kwenye mkutano wa watendaji na anashtuka kugundua kuwa Chishia ni sehemu ya viongozi wa juu. Wanaongeza kadi za havi karibu kwenye mkusanyiko na kugundua kuwa zinakosekana kadi za sura pamoja na 10 of Hearts. Visa ya Hata inakaribia kuisha na Mira anadhani anapaswa kuingia kwenye mchezo wa mioyo 10 kwa sababu wachezaji wengi watakuwa tayari kujitolea muhanga kumlinda kiongozi. Hatimaye haiwezekani kujua mchezo utakuwa nini mapema, hivyo Hata anatangaza kuwa ataingia kwenye mchezo wowote unaofuata. Siku inayofuata Arisu na Yagi wanazungumza na wachezaji wote ili kupata taarifa zaidi, lakini kila mtu ana nadharia tofauti na ni gumu kujua lipi ni uvumi na lipi ni ukweli. Mchana Yagi anaamua kwenda kutafuta silaha iwapo zitahitajika. Arisu anasikia milio ya risasi na anaona wanaume wachache wakiondoka karibu na konteina ya Daka. Anapochungulia ndani anashtuka kuona miili mingi. Chishia na Queen wanaonekana na kumwambia kuwa hao ndio wasaliti. Wanaeleza kuwa wanataka kubadili hali ilivyo na wanamuomba Arisu ajiunge na mpango wao. Askari hawaridhishwi na uongozi wa Hata na Chishia anaamini watachukua the beach hivi karibuni. Hilo likitokea anakusudia kuiba kadi na kuondoka baadaye. Arisu anakutana tena na Usagi ambaye hakuweza kupata silaha kwa sababu zinalindwa na askari. Arisu kisha anaamua kumwambia kuhusu mpango wa Chishia. Siku inayofuata Usagi anafukua vichwa vya wachezaji wawili waliokufa kujaribu kupata chip ya GPS ambayo watawala wa mchezo lazima waliwawekea ili kuwafuatilia. Anakatizwa pale watendaji wote wanapoitwa kwenye chumba cha Hata. Kila mtu anashangaa kumwona Hata akiwa amekufa na wanajifunza kutoka kwa wachezaji wengine kuwa alikutwa hivyo barabarani. Wanadhani alikufa kwenye mchezo na wanajadili nani achukue uongozi. Sheria zinasema mkono wa kulia wa Hata ndiye anayepaswa kuchukua nafasi, lakini wanamgambo wanawatisha wote wakubali kumpigia kura Aguni. Askari Niragi Hata anapiga ngumi uso wa Hata aliyekufa kwa mzaha. Sasa Aguni anaweza kufungua bahasha nyeusi yenye neno siri la sanduku salama la kadi. Baada ya kulikariri, anaifunga tena bahasha kwa pete ya kiongozi. Wakati Aguni anatoa hotuba kutangaza kuwa yeye ndiye kiongozi mpya, Chishia anaanza mpango wake. Alimuona Aguni akishangazwa na karatasi yenye neno siri na anadhani ilikuwa tupu, hivyo anaamini neno siri halisi ni namba zilizo kwenye pete ya darini. Wakati yeye, Usagi na Queen wanalinda, Arisu anajipenyeza kutafuta sanduku salama na kujaribu neno siri. Hata hivyo, namba si sahihi na kengele ya tahadhari inalia ikivuta umakini wa askari. Arisu anamwona Chishia miongoni mwao na anatangua kuwa mpango ulikuwa kumwingiza hatiani tangu mwanzo. Usagi pia anakamatwa. Niragi anaanza kumpiga teke Arisu hadi anazimia. Baadaye Arisu anafunga kiti, uso wake unafunikwa kwa tepi na anaachwa kwenye chumba cha giza kusubiri hadi asubuhi wakati visa yake itaisha. Wakati huo huo, Ann anafanya uchunguzi wa maiti wa Hata na anapata risasi iliyomuua. Chishia anajadili mpango wake halisi na Queen, akifichua kuwa alijua tangu mwanzo sanduku salama la kwanza lilikuwa bandia. Aligundua Aguni akitazama mchoro na anaamini ndani ya bahasha kulikuwa na mchoro wa kuoanisha. Queen akiwa analinda, Chishia anakagua nyuma ya mchoro na anapata sanduku salama halisi. Neno siri la pete linafanya kazi na anachukua kadi zote. Askari wengine wanamshikilia Usagi chini ili Niragi amtumie vibaya. Usagi anamng'ata ulimi na anapigwa ngumi kwa hilo. Wakati huo taa zinawaka na kuzimika kutangaza kwanza la mchezo mpya. Chishia anatupa kitu kwenye njia ya kutokea na anatambua kuwa the beach ndio uwanja wa mchezo, hivyo leza hazitamruhusu kuondoka na kadi. Simu zinaonekana juu ya meza kwa kila mchezaji hotelini na runinga zote zinatangaza kuwa mchezo unaofuata ni mioyo 10, 10 of Hearts. Wachezaji wote isipokuwa Arisu wanakusanyika ukumbini ambapo wanamkuta Moka akiwa na kisu kimechomwa kifuani. Mchezo unaitwa Mwindi wa Wachi na wana saa 2 kumpata aliyemuua msichana huyu na kumwanga motoni. Askari wanataka moja kwa moja kumchoma Asahi, rafiki wa kina wa Moka, kwa sababu walikuwa pamoja kila wakati, lakini Usagi na Mira wanawazuia wakisema mashtaka lazima wadhibitishwe. Mira anatumia nafasi hiyo kueleza kuwa alikuwa anafanya uchunguzi wa maiti wa Hata na aina ya risasi aliyopata inaonyesha aliuawa na mtu hapa. Msichana mmoja anaanza kuelekeza lawama na askari Samura anamuua moja kwa moja kwa mpanga wake. Aguni anatangaza kuwa kama muuaji hatasalimisha atawatupa wote motoni. Watu wanaingiwa na hofu na kuanza kukimbia huku Niragi na askari wengine wakifiatia risasi ovyo. Usagi anachukua simu ya mwisho na kuungana na Tata, Asahi na rafiki wa Tata kumtafuta Arisu. Hivi karibuni
Wachezaji wanaendelea kuuawa kote jengoni na maiti zao zinatupa motoni moja kwa moja, lakini hakuna mmoja aliyemuuaji. Hatimaye Samura anawasha moto kwenye ghorofa ya chini ili kuwalazimisha wote watoke uwani, ambako Nyiragi anaweza kuwapiga risasi kutoka juu ya rufu. Kundi la Usagi linagawanyika kumtafuta Arisu na anamkuta askari aliyeogopa akijificha ndani ya choo anayemwambia mahali Arisu alipyo. Tata anaona rafiki yake akipigwa risasi na anamrukia mpigaji, akimpiga ngumi hadi anamwambia pia mahali Arisu alipo. Wakati huo Kuina na Chishia wanajificha kwenye chumba cha kamera za usalama wakifuatilia kinachoendelea na wanamwona mtu akisogea gizani. Kuina anaenda kwenye chumba hicho na anamkuta mtu akichukua gondi kali, super glue. Anataka kuitumia pamoja na unga kupata alama za vidole kwenye kisu. Wanawake hawa wanakutwa na Samura, hivyo Kuina anamwambia Chishia aondoke huku akimpambana kwa kusogea kwa hasi. Kuina anaepuka mashambulizi ya Samura akikimbilia vyumba vingine na kutumia samani kama kinga. Samura anamuuliza Kuina alikuwa anafanya kazi gani, naye anasema alifanya kazi kwenye duka la nguo, lakini hicho si ukweli wote. Kuina alizaliwa mwanaume na alifundishwa kwenye dojo ya baba yake, lakini alikuwa akishindwa kila mara na baba yake alikuwa akimpuga alipomkuta akifanya mambo ya kike. Hatimaye baba yake alimfukuza humani na miaka baadaye alifanyiwa upasuani wa kubadilisha jinsia. Alipomtembelea mama yake hospitali, mwanamke mzee alimtambua moja kwa moja na kumuita mzuri. Kwa upande mwingine, Samura alikuwa mwandishi aliyoshindwa, aliyenyoa kichwa na kupata tatuu zote alipoingia kwenye mchezo kama njia ya kuanza maisha mapya. Mapigano yao yanaendelea na Samura anamkata Kuina mkono. Hata hivyo, Kuina anaitikia haraka, anamnyang'anya silaha na anamwangusha kwa teke. Hili linavunja vioo na Samura anaanza kurusha vipande fagafani kumfanya Kuina ashindwe kusogea, kwani yuko peku. Anarudisha mpanga wake na anashambulia tena, lakini Kuina anajikusanya, anamwangusha tena na anamuua kwa ngumi iliyopigwa vizuri kichwani. Moshi unaanza kujaza hoteli taratibu na watu wanakusanyika kwenye korido wakijaribu kutoka, jambo linalowafanya askari kuwaua kwa urahisi zaidi. Nyiragi anaendelea kufyatua risasi kwa watu wanaotokea huku akikumbuka siku zake za shule ya upili. Wavulana wengine walimchapa na kumtukana, hivyo jeraha la ndani limefanya awe mtu wa vurugu. Chishia ghafla anaonekana nyuma yake akisema mmoja wa watendaji lazima awe muuaji. Anatupa kadi zote angani na wakati Nyiragi amelenga mahali pengine, Chishia anatumia mashine ya moto ya muda mfupi kumuungua kwenye ukumbi na anachukua kisu kutoka kwenye mwili wa Moka. Nje, askari wanaendelea kuchoma miili huku Aguni akikumbuka urafiki wake na hata kabla hawajapelekwa hapa. Hivi karibuni Arisu anashuka kwenye chiti akidhani moshi utakuomoa. Anaanza kukumbuka wakati wake bora na marafiki, akijikumbusha kuwa lazima aishi kwa ajili yao. Kwa kukwasisha uso kwenye zulia, anaweza kuondoa tepi kinywani na kupumua vizuri tena. Kisha anza kupiga kelele na Yagi na wengine wanamsikia, lakini mlango umefungwa. Wakati huo askari zaidi wanafika na kuanza kufyatua risasi, hivyo Tata na Asai wanawashusha kwa kumpiga na vitu vya bahati. Yagi anapanda kutoka dirisha la chumba cha kulala na anafika kwenye chumba jirani akivunja vioo kumtafuta Arisu. Anamtoa nje ya chumba na wanakutana tena na Asahi na Tata. Zimebaki dakika 30 tu, hivyo wanampa Arisu simu ya mwisho kabla ya kuwajulisha haraka sheria. Anabaini kuwa mchezo wa mioyo unatumia hisia za watu, hivyo msichawi lazima awe mtu anayeathiri mchezo. Arisu kisha anatambua kuwa watawala wa mchezo walikuwa wakifuatilia The Beach kutoka mwanzo na walisubiri kifo cha Hata kuanza mchezo huu, jambo linalomaanisha mtu mmoja tu anaweza kuwa muuaji kwa wakati mmoja. Anaendelea na jaribio na kisu na kubaini ni nani muuaji, lakini anakamatwa na askari na kupoteza fahamu. Kumbukumbu inaonyesha Moka na Asahi wakijirekodi wenyewe barabarani wakati mji ulikuwa mtupu. Ilikuwa siku 5 tangu kila mtu ondoke na waliamua kurekodi kila kitu, wakiwemo kutana na watu fulani kabla ya kupelekwa mahali maalum. Kumbukumbu inaisha pale Moka anakushuka kwenye kituo cha treni chini ambacho kilikuwa giza sana na Asahi alimpoteza. Sasa Aguni na askari wake wanakusanya wataokoka waliobaki ukumbini kumuua kila mmoja. Arisu anavuruga mpango wao na kuomba msaada kumkamata muuaji, hivyo Aguni anaanza kumpiga. Yagi anakata kati akisema kuwa hii inamaanisha Aguni lazima awe muuaji, na Aguni anakiri kuwa kweli. Anaomba askari wafyatue risasi, lakini Arisu anawasimamisha akidhani Aguni anadanganya. Arisu daima aliona kuwa ni jambo la kushangaza kuwa askari hawakuchukua The Beach kabla, kwa kuwa walikuwa na silaha zote. Hivyo anahitimisha kuwa Aguni na wengine walishirikiana tangu mwanzo. Aguni alikuwa anawajibika kushikilia watu wenye vurugu kama Nyiragi na Chishia ili Hata awe kiongozi mtamu bila matatizo. Hata hivyo, Hata alianza kupotea akili kwa nguvu na aliua watu zaidi waliokuwa wanajificha kadi, jambo lililosababisha kuanzishwa sheria ya kutuma wasaliti kwenye kifo ambayo Aguni alikosa kupenda. Baada ya mchezo wa mwisho wa Hata, Aguni alikwenda kwake kumuomba asitishe The Beach, na Hata alikasirika sana akijaribu kumfyatua risasi, lakini Aguni alipiga kwanza kwa kujitetea na kumuua rafiki yake karibu. Sasa Aguni anaendelea kumpiga Arisu hadi anosikia Arisu akisema aliuawa rafiki zake pia. Wachezaji wanagundua kuwa Aguni alikuwa anataka kuua kila mtu bila kujali mchezo, kwa sababu alitaka kulipiza kisasi kwa Hata ambaye alipotea akili kutokana na shauku ya wafuasi wake. Arisu anakamilisha hitimisho kuwa Moka ndiye muuaji na Moka anajikataa kuishi mwenyewe. Hata hivyo, Aguni anamkanyaga chini na anakubaliana kuwa yeye ndiye alifanya hivyo. Mapigano yanatokea wakati Aguni anajaribu kuendelea kuua watu, kukusudia kuangamiza wote pamoja naye. Inabainika kuwa anajua hatia kwa sababu bunduki ya Hata haikuwa imepaki risasi. Asahi anamwambia Yagi na Arisu kuwa watatengeneza kikomo ili waweze kumchoma Moka. Ghafla, Asahi anatangaza kuwa yeye ndiye muuzaji wa mchezo na Leza alimpiga kichwani kumuua. Wakati
Wakati huo Kwina anaingiza mshirika wake akithibitisha kuwa Moka alifanya hivyo mwenyewe, huku Yagi akihitimisha kuwa lazima kulikuwa na mtu anayethibiti mchawi. Arisu hatimaye anamshawishi Aguni kusitisha mauaji. Hata hivyo, moto wa ghorofa la chini unafika ukumbini, na wanapojaribu kumshika Moka wanazuiliwa na Niragi aliyechoma sana akifyatua risasi. Niragi anatupa mshumaa kueneza moto kwa haraka na anaendelea kufyatua risasi kwenye umati, na wote wanakimbia kwa hofu. Yagi na Arisu anamkimbilia kumzuia, lakini Niragi anawatupa haraka. Wakati anakaribia kufyatua risasi, Aguni anashiriki kama ngao na anamchukua Niragi kabla ya kuruka kutoka balkoni. Wanaume wote wawili wanapoteza maisha moto ukizima. Hofu ya umati inaingiliwa na simu zikikumbusha kuwa dakika 3 zimebaki, huku wote wakiwa wamemshika Moka kwenda nje. Arisu anatambua simu ya Asahi bado ina rekodi. Wakati Moka anachomwa katika moto, simu zinatangaza kuwa mchezo umeisha na wataokoka wameshinda. Kwa kuwa kila mtu amekuwa akizingatia kitu chengine, Chishia anatumia nafasi hiyo kuchukua kadi za mioyo 10. Asubuhi inayofuata, Yagi na Arisu wanatazama video kwenye simu ya Moka. Inabainika kuwa Moka na Asahi walikuwa wakiuza au kuwa waingiliaji, ikimaanisha walikuwa wakiandaa mchezo au kujiunga kama kuingilia au kuvuruga, lakini walifuatiliwa kama wachezaji wa kawaida na kuficha utambulisho wao ni kifo. Katika kituo cha treni chini, mlango wa siri waliwapeleka kwenye makazi ya mchezo ambacho kilikuwa muundo wa hali juu sana. Ndani watu walikuwa wakitazama mchezo kwenye skrini kubwa, wakicheka na kubashiri washindi. Kuua watu kunatoa siku zaidi kwa visa kwa Moka na Asahi, lakini hawakuweza kuvumilia hali hiyo tena. Baadaye Yagi na Arisu walifuata video kupata mlango wa siri kwenye kituo, na walipofika kwenye chumba cha siri waligundua kila mtu ameshakufa. Wakati huo Chishia na Kwina wanatokea kutoka kivuli wakithibitisha kuwa walipata mahali hapa baada ya kufuata mchoro katika mfuko wa Taga ambacho kilikuwa Rama. Hata hivyo hawakuua watu wote hapa na bado hawajajua ni nani mstari mkuu wa mchezo. Kutokana na jeraha, Chishia anadhani watu hawa waliuawa baada ya kuchoma Moka. Ghafla skrini zinawashwa kutangaza tangazaji maalum. Maira anawasifu kwa kupata kadi za namba zote na anaanza kuonyesha klipi za kila kifo cha mchezo hadi sasa. Kisha anatangaza kesho mchezo mpya utaanza kupata kadi za sura. Blimsi zinaonekana kote jijini zikibeba toleo kubwa la kadi zilizokosekana. Asanteni mashabiki zetu kwa kuendelea kutufuatilia Dathom TV, lakini naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa mwendelezo wa movie kama hizi.